Baada ya kusubiri kwa miaka na mikaka, hatimaye ndoto ya wakazi wa eneo la Madogo ya kuwa na soko rasmi imetimia. Mradi wa ujenzi wa soko jipya la kisasa umeanza rasmi, hatua muhimu inayotarajiwa kubadilisha uchumi wa maisha ya wakazi wa eneo hilo. Mkurugenzi wa mpango wa makazi bei nafuu John Karanja ameongoza shughuli ya kukabidhi mradi kwa manakandarasi, akisema kuwa ni miongoni mwa miradi chini ya uongozi wa Rais William Ruto inayolenga kuboresha maisha ya wananchi kupitia maendeleo ya miundombinu. The government has made it a priority to have a market and affordable housing. For market, it is meant to give the traders a decent trading areas, and as well to make sure that they earn living which is commensurated with the facilities and associated infrastructure that can support trade. Ardhi hiyo inayotumika kwa ujenzi wa soko hilo awali ilikuwa mali ya idara ya NYS, lakini baada ya ombi kutoka kwa mbunge wa Bura Yakubu Adow, serikali ilikubali kutoa ardhi hiyo kwa ajili ya ujenzi wa soko la kisasa. We are lucky that through the wisdom of His Excellency the President, he did give a directive that on this land of NYS, Madogo, in Ibura constituency, we do a market. You can see it is adjacent to the road. It's a very prime location for the same, and this was after the request from the MP for the area that we needed a market at this particular time and place. So the request was granted. I'm also happy that NYS did indeed take care of President's instruction and directive to give us a space where we can do land, we can do markets. So today we have come here to do a technical handover of this NYS ESP market. The bigger scope of it is to have as well as a bus park, but the bus park is coming in phase 2. Wakazi wa Madogo sasa wanafurahia matunda na uvumilivu wa miaka mingi, wakisema baada ya kusubiri na kupitia changamoto nyingi, hatimaye wamepata soko hilo lenye hadhi ya kisasa kupitia jitihada za mbunge wao. Tuko pamoja. Tumeshukuru kama sisi watu wa Sala, kama sisi watu wa Madogo. Tulisema ya Madogo, asante sana. Wewe ni mtoto mdogo. Ile ilikuwa tulipigia kura maka 15. Atukuleta sisi hapa. Paka askari na tupiga dia gas. Paka askari na kuja na tupiga hapa. Sisi atukuona mtu na kuja na tutetea leo kama leo hapa. Leo tuliingia Bwana Ruto, rais yetu, tena mara 3 tena, sio mara 2. Ya Madogo mara 5. Kiti yako ya bunge usiondoke, Mungu asikuondoe. Ya pili, vijana wengi hapa walishikwa wakawekwa ndani. Akina mama walikula tear gas juu ya barabara. Wengine hata ni marehemu sahi. Wameenda mbele zake. Kwa hivyo sisi tunasema Mheshimiwa Adow, pongezi, tuko na wewe leo na tuko na wewe kesho na tuko na wewe kesho kutwa. Na Mheshimiwa Rais, sisi tumekupatia kijana ambaye ako na akili. Kijana ambaye hajachanganyikiwa hata kidogo. Tunaomba Yakubu Adow, venye tumekupatia hiyo, Yakubu Adow tumekupea yeye, uturegeshe akiwa amemaliza miaka zaidi ya 15. Huyo tumekupatia kama wakaji wa Madogo na Sala. NYS ametukata, wananchi wameleta maandamano, hapo tumekula tiga gas ya kutosha. Lakini leo bila tiga gas, bila kufunjwa mtu, bila kufurugwa, bunge yetu ametuletea contractor. Leo NYS ndio anatufungulia mlango, kitu nimeshangaa ajabu. Mimi nilikuwa nasema NYS watatukataza hii mlango. Sasa hivi kuna kijana amekuja kufungua mlango tena anakimbia mbele yetu. Anatupatia direction. So ombi letu sisi tunasema Yakubu Adow pamoja na rais yetu. Tunasema ngapi? Kila mtu aoneshe? Bila? So hata MP tunasema arudie mara 15, si ndio? Viongozi wa eneo hili na wananchi wamepongeza hatua hii, wakiahidi kuendelea kuunga mkono serikali ya Rais William Ruto na mbunge wa Bura Yakubu Adow katika juhudi zao za kuwaletea maendeleo zaidi. Nikutoa shukrani
mahali tumefikia leo kwamba tumepata soko na soko italeta manufaa katika madogo, na ile muhimu sana ni kwamba ni kushukuru area MP kwamba ile kazi amefanya. Hii soko tuliongeja kwa muda mrefu sana, watu waligangana sana, especially county governors wamegangana. The first devolution up to date haijakuwa successful. Today tuna appreciate kitu MP area amefanya, na pia vile vile hata rais tunasema ni 2 term kwa sababu amefanya kazi nzuri. Yangu tumereceive mradi na tunahakikisha kwamba mradi hiyo itakuwa successful. Wakaaji walipendelea kuwa itakuwa hapa kwa uwanja wa NYS. Kwa hii muda kidogo ambao Mheshimiwa MP Yakub alingangana na kwa ushirikiano akiwa na serikali ya Mheshimiwa William Samoei Ruto waliweza kuhakikisha wakaaji wa madogo na kina mama wameweza kupata yale ambao walikuwa wanaililia kwa miaka mingi sana. Na tunaona hapa kina mama 200 ambao watakuwa wanafanya biashara yao bila shida. Tunashukuru Mheshimiwa wetu Yakub na tunamwambia afanye kazi na Mheshimiwa William Samoei Ruto. Na sisi kama wananchi wa madogo, mimi naomba tu jameni, pamoja na kwamba tuko na furaha na kila mmoja anahitaji kazi, hii kazi ni mwanzo, imeanza. Kwa hivyo kila mmoja naomba tumpatie contractor ile support anahitaji, wazee, vijana pamoja na wale ambao ni viongozi, ili tuweze kufaidika na nini hii miradi ya soko, kwa sababu hii ni kilio ya muda mrefu sana. Wengi tulikuwa tunapambana na wao kuhusu hii mambo ya hii ardhi, walishatangulia mbele haki wengine, lakini sisi ambaye Allah ametujalia tumefika, tusiweke siasa ndani ya hii miradi na tusiweke tamaa zetu mbele. Tumshike mkono mwanakandarasi na tumuunge mkono Mheshimiwa Yakub Ado 2 term. Au sio? Unasemaje? Si ndio? Hata ikiwezekana hata 30, si ndio? Huyo hatuwezi baki kumuunga mkono. Tuko na yeye, tuko na yeye inshallah. Kama sisi watu Soko la madogo linatarajiwa kuwa ishara ya matumaini, mwanzo mpya, umoja na mabadiliko ya kweli kwa wakazi wa eneo hili. Mohamed Nur Yusuf, MNY Media, Tana River.